Naam, watazamaji wa Zuma David, siku ya leo tena nimekuja kwenu. Ninalo jambo la kusema nanyi. Kabla ya yote, ukipata hii video hii, subscribe, like, share na usiache kucomment ili tuweze kuzungumza pamoja. Comment na maana unaniambia chenye unafikiria ama una kero yoyote pia unaniambia na nitaileta kwenu vizuri. Kitu kikubwa ni kwamba unaposubscribe, click hiyo kengele hapo na click kwa all notifications ili kila wakati ninapoachilia video uwe mtu wa kwanza kuipokea. Yes. Sasa jambo la siku ya leo ni hivi. Kuna kasumba ambayo sana sana wanaume lakini pia wanawake wachache wanayo. Hii kasumba ndio nimeona leo nilete kwenu tuizungumze, na alafu unaweza comment hapo chini unieleze vizuri pengine venye wewe unaona iko, kama pengine ishakutokea ama umewahi kuiona mahali. Comment hapo chini. Nao ni hii: mtu kutokubali kushindwa, mtu kuwa dikteta, mtu kwamba kila anachokiamua anataka lazima kiwe hicho, of which sivyo. Si kila wakati ni lazima ushinde, si kila wakati ni lazima uebuke kuwa mshindi. Wakati mwingine unaweza kubali kushindwa ili kutetea mustakabali wa kesho, ama ili kutetea heshima yako kesho. Wakati mwingine unaweza kubali kushindwa ili mambo yawe vizuri, ili kuleta amani ya familia yako, ili kuleta amani ya ndoa yako. Wazungu wanaita disagree to agree. Disagree to agree ina maana kukubali kushindwa ili uwe mshindi baadaye. Niseme hivi, kasumba hii ina wanaume sana. Kwa sababu gani? Mwanaume mara nyingi yeye anaambiwa ni kichwa cha familia. Sasa kama ni kichwa, anaona kila kitu lazima yeye kama kichwa akisema kiwe, of which is not correct. It's not correct. It's not true. Hata kama ni mwanaume, lazima mwanzo ulete hoja yako mezani. Wewe tuseme na familia yako ama na mkeo, muijadili. Na unapoijadili, si lazima hoja yako ipite. Wakati mwingine inaweza isipite na uiache iwe hivyo kwa sababu tu ya kuangalia amani ya ndoa baadaye, amani ya familia yako baadaye. Kwa mfano, siku hizi mwanaume, ama sio siku hizi, but wanaume anapoona pengine mke wake anajaribu kumpinga, kuna ile kasumba ya wewe unajua mimi ni mwanaume, sasa unajaribu kunipinga wewe kama nani? Wewe mwanamke tu wa kawaida unajaribu kunipinga kivipi? Mimi nimesema na nachosema mimi ndo final na ndo mwisho, hakuna mtu wa kunipinga. Sio hivyo brother, si hivyo bwana. Ni sawa wewe ni mwanaume, na hata haina haja uji-comment kwa mke wako kwani hujui mimi ni mume wako. Kwani yeye hajui? Of course she knows, na ndio maana alitoka kwao amekuja kwako. Ni mume wake na yuko hapo, anajua ni mume wake. Ni nini mwanzo kumkumbusha kwamba kwani hujui ni mwanamume mume wako? Hii inakuja baada ya kwamba umeleta kitu hoja mezani, mnajaribu kujadili kama familia, halafu una force hoja yako ipite. Wakati
maybe hata haina mustakabali mzuri kwa familia. Na hii kasumba haiko tu kwa wanaume, hata wanawake baadhi wanayo. Mwanamke anataka yeye ndiye awe kichwa badala ya mume wake kuwa kichwa. Sio hivyo. We have to be equal. Neno la Mungu linasema mke ni msaidizi. Ama aliona kwamba mwanaume hayuko sawa ama hana amani, akamtengenezea mtu wa kufanana na yeye ili waweze kushare their views. So lazima unapoleta kitu mezani kijadiliwe, na usiwe na kasumba ya kwamba lazima ipite. Wakati mwingine inaweza fail. Hata pengine unaweza kuwa kiongozi mahali fulani, haina maana kwamba kila utakachokileta mezani kama kiongozi kiwe ni ndio. Wakati mwingine unawaongoza watakataa, unafaa wasikilize kwa mustakabali pengine wa kampuni ama wa biashara ama wa kanisa ama msikiti. Tunapoleta hoja mbele ya kanisa, pengine wewe kama mchungaji, haina maana lazima hoja hiyo ipite. Ilete mezani, tukae tukipitisha kama kanisa, kwa sababu a church is a congregation ama collection of people. Lakini hii kasumba ya kwamba hautaki kushindwa, no. Wakati mwingine kama mwanaume kwenye familia huenda kukawa na kamgogoro fulani. Ni kawaida ya familia wakati fulani kupitia mabonde na milima. Wakati kama huo, wewe kama mwanaume usilazimishe mkeo awe chini. Wakati mwingine unaweza kubali kurudi chini wewe kama mwanaume bado, kwa sababu ya kutunza amani ya ndoa yako, ya kutunza amani ya familia yako. Na wewe mwanamke, ukiona mume amekuja juu sana, wakati mwingine unaweza rudi chini, hata kama wewe ndio mkweli, hata kama wewe ndio umekosewa, lakini kubali tu kushindwa ili kuleta amani itawale. Baadaye amani ikifika, mtakaa mtaongea polepole. Kwa viongozi wakubwa maybe mahali fulani, haina haja ama si lazima wewe kama kiongozi ushinde. Wakati mwingine kubali kushinda ili kuleta amani kwa unaowaongoza, kuleta umoja kwa unaowaongoza. Lakini ikiwa unachosema lazima kipite, hakutakuwa na umoja, kutakuwa na grudge kati yako na unaowaongoza. So wakati mwingine kubali kushindwa, kubali kwamba haiwezekani, hata kama unaona inawezekana. Lakini kwa sababu ya tension iliyoko wakati huo, kubali ipite, kuwe na amani. Baadaye mnaweza rudi mkaongea pole pole. Lakini hii kasumba, na hii inasumbua sana hasa familia. Mwanaume yeye ndo final, yeye ndo, hata mahakamani wakati mwingine hakimu anatoa hukumu yake, na haimaanishi hukumu aliyotoa ni lazima iwe ndio hivyo. Una nafasi ya mtu kwa pili, unaweza pinga hiyo hukumu na ukasonga mbele. So kama mahakamani iko hivyo, mbona isiwe kwako wewe baba? Mbona isiwe kwako wewe mama? Hii wakati mwingine inavunja hata uchumba. Unapata mtu yuko kwenye uchumba, lakini chenye yeye anataka lazima kiwe. Uchumba unavunjika njiani. Lazima kuwe na nafasi ya kuja pamoja, kuongea. Waonaje hivi? Hivi ni sawa ama hivi si sawa? Meza ama pale mezani sasa mkiongea mtaelewana na usilazimishe. So namaanisha nini? Wakati mwingine kubali kushindwa ili kulinda amani ya familia. Kubali kushindwa
ili kulinda amani ya ndoa yako. Kubali kushindwa ili kulinda amani ya wale unawaongoza. Kubali kushindwa ulinde amani ya kampuni yako. Kubali kushindwa ili ulinde amani ya biashara yako. Kubali kushindwa ili uendelee na masomo. Kubali kushindwa ili kesho kuwe na amani. Yesu mwenyewe alikubali kuteswa msalabani, na alikuwa na uwezo wa kukataa na angefanya makubwa tu, akakubali. Na baada ya kukubali yeye kuteswa pale msalabani, akakufa msalabani, ndio hii leo tuko na amani, ndio hii leo tuko na ushindi, leo hii tuko na uzima. Wewe ni nani mbona usikubali? Wewe ni nani wakati wote ujione uko sawa? Yesu akakubali ili kutafuta amani ya leo ambayo tunaifurahia. Akakubali ili kutafuta wewe uwe na uzima huo unaofurahia. Nawe kubali ili amani ipatikane. Kubali kushindwa wakati mwingine ili upendo udumu. Kubali kushindwa ili umoja uendelee kudumu. Na si lazima kila wakati wewe ushinde. Wakati mwingine hata uko sawa kabisa, lakini kubali kushindwa, amani ipatikane. Baadaye mtatafutana polepole, mtaongea na mtapata suluhu. Bye bye.